Sasa mimi nirudi na bibi yangu kwa nyumba hivyo, solve hizi vitu zote ziishe. Usijali. Pesa tutarudisha. Bifre. Sawa. Tutarudisha na hiyo mambo zingine tutaenda kusort out. Kenya ataenda kuniambia hiyo mambo yote. Hello, what's up my good people? It's your girl D and welcome back to my YouTube channel. So kama uja subscribe, ni subscribe and turn on notification, like, share and comment. So today as you all can see, nilisema lazima to fix hii kesi ya Anna akue a happy girl. By the way, as you vile mnaniona, tuko na mama Anna, tuko na Ken and we have a visitor. I don't know the visitor. Najua mnajiuliza Anna kwa wapi. Anna alikuwa amenielezea but I will let the mother explain penye Anna ako. So meanwhile let me just say hi. Ukaje? Niko salama. Ukaje Ken? Mimi niko poa. Ukaje? Niko poa. So Ken, okay, I know kama ujaenda kuwatch my previous video, go watch it at least ndo uelewe ni nini inaendelea. Juu I know mnajiuliza kama hujawatch unaweza jiuliza ni nini inaendelea hivi. So make sure umewatch previous video ndo uelewe what is going on. So we are fixing the nation. By the way Ken, naona uko na mtu hapa. Who is she? Kwanza remember the daktari tulikuwa daktari last time tukikuja. Daktari said about the wife thing, so nikamwani nikuje nikuwe open. I'm happy to tell you guys that this is my wife. Yeah, ni bibi yangu mwenye umesikia. She's my wife. You can't be serious. I'm very serious. She's my wife. Tumekuwa naye for long. Tumekuwa naye for long. Na nini mbaya? Kwa nini? Si ako na msichana wangu. Aje? Hata unashangaa usishangae. Aje Ken. Hapana na wewe. Aje na tuko na si tuko na mtoto na wewe. But ilikuwa tu ya kupita kwa njia, ilikuwa tu kupita. Unatumia mtoto wangu vibaya hivyo alafu unasema kupita Ken. Mtoto wangu tumemtumia, nimemtumia aje? Hapana Ken, si uongee ukweli. Hebu nieleze. So ajai kuambia, na by the way hatujatuambia jina. Hujatuambia jina ya mpenzi wako? Kami for now, okay, kwa jina mimi namuita kama my wife, namjua kama wife, namtamsha kama my wife. My wife unaitwa nani? Jane. Unaitwa Jane. Unashangaa. Anyway, endelea tu kushangaa. Wewe jua tu Ken. Anyway, mimi sitaki kuongea hiyo story. Madhe, Anna alikuwa amenieleza kitu nataka tu nielezee, is it true vile alikuwa ameniambia? Ni ukweli kwa sababu leo angepatikana. Ameenda kufanya mambo ya medical kwa sababu amepata nafasi ya kwenda Amerika tena. Anaenda Amerika sasa, aende huko Dubai tena. Kwa hivyo nashukuru Mungu. Kwa hivyo alikuwa akuje hapa. Ken. Suonge ukweli. Ukweli hiyo tungeongea kivitu. Chana hao malizia mambo ya iende iishe. Aje na mtoto sasa. Mtoto sikatai, mtoto wako sina nakuanga present. Sasa zingine kuanga serious. But siniko present. So na mimi hata sitaki tuendelee kuongea. Kenye imetuleta hapa ni zile pesa zenye ulikuwa unafaa kurudisha. Unajua mimi nimeita hapa mama Ann kwa sababu vile aliniambia Anna ako na process zake, kuna vitu anafanya hivi na hivi. Unajua naacha mtu bahati akiangukia bahati unamwacha ashughulike. So that's why nilisema kama acha madhe akuje, at least do you have the money that you are supposed to give? Unajua huyu alitumia pesa za wenyewe vibaya. Na ndio kwa maana nimekuja ndio nijue ukweli kwa sababu mimi mambo kama hii sikujua na sijui. Lakini sasa ameniambia na mimi enyewe niko ready kufanya venye tunataka. Juu tukirudi pande nyingine ni mtu wangu, bado ni baba mtoto wako. Baba mtoto wangu. So Ken, mbona by the way umemleta? Mimi si hujanijibu. Okay, the main purpose ya kumleta ni pia mama anajue kwamba niko na mtu. Okay. The main purpose ajue niko na mtu. Alafu pia the situation about pesa pia. Kwa sababu nilikuwa nimeongea naye pia. So hiyo situation about pesa pia. Sasa ni yeye anafaa kurudisha pesa. Kind of I guess, yeah. So Jane. Yes. Jane, do you have the money that unafaa kurudishia mama ya Ann? Mimi niko ready kurudisha pesa kwa sababu ni mtu wangu. Na siwezi taka kuona ati anaharashiwa. Pesa ziko.
So ulikuwa unajua ni pesa ngapi? Okay, alikuwa ameniambia. Na lakini nataka aseme. Ulikuwa umeelezea mpenzi wako? Lakini sasa nikuulize Ken, kusema ukweli wewe, kwani wewe ni Mswati? Kwani wewe ni Mswati? Unataka nini kuoa mabibi wote ni wasichana wote hapa Kenya? Uko na mara uko na Anne, mara ulikuwa na bibi mwingine, sasa tena uko na Jane. Sasa hii tulia. Hata kama ni pesa lakini chunga maisha yako. Hapana, hata kama wewe ni kijana mdogo sana, lakini tafadhali chunga maisha yako. Juu sasa vile ile njia unaendelea nayo sio nzuri. Ken, hata mimi ndakwambia hivyo. Wasichana tulia mahali pamoja. Ndio sasa nimeamua sasa historia Anne kisha hivyo. Ndio sasa nikuje settle nilikuwa free hivyo. Nimalize maneno yote. Kishapatia madhe pesa yake aende ishe. Sasa alafu mimi nikuwe tu nikuwe mtu mzuri. Na kama ulikuwa unajua uko na mtu, mimi acha nimuulize. Ulikuwa unajua uko na mtu mahali. Huyo mtoto by the way umesema ako how old? Mtoto ako 2 months. So mtoto ako 2 months. Kama ulikuwa unajua uko na mtu, mbona tena anaenda anakuja kuchukua pesa zake? Ni vile tu niseme kama si daktari hizi vitu zote hatungejua. Niseme tu temptation kiasi hapa na pale. Temptation tu. Temptation ile. Unasema madhe, huyu anasema temptation. Lakini unaweza mwambie nini kama mimi namwambia sasa juu yeye bado ni kijana mdogo. Juu sasa atatoka hapa tena ataenda kudanganya wasichana wengine. Hata kama anapewa pesa sio atumisho maisha yako, lakini ni lazima uchunge maisha yako. Juu sasa ulikuwa umechukua msichana wangu umemharibia maisha. Hebu niambie sasa hii ni nini? Na kumbe uko na bibi na mtoto. Hiyo ni nini? Kwa pesa yake yote anarudishiwa pesa zake zote. Tuongelelei pesa, okay. Tuongelelei pesa. Tunaongelea kama si maisha, kama si daktari, hizi vitu zote hatungejua, unaona? Ndio tena sasa nimesema, unaona historia yote, nimekuja kwa open mpaka nimemleta. Nimemleta mpaka kuchukuliwa na TV. Yaani ni nini mbaya Ken? Ndio maana nimesema nimekuja hata ndio nimekuja sasa nimekuwa open. Nimekuwa open ndio at least ni kwa settle live watu wajue niko hivi na hivi na hivi. Nimeamua kuwa open. Unastahili kutubu dhambi zako. Tabia yako nini unastahili kubadilisha. Juu usipobadilisha hii speed yako uko nayo sio nzuri. Ndio maana nimesema nimeleta bibi yangu watu wamuone. Hivyo ndio sasa nimeamua kubadilisha niko kijana mzuri. Sasa hivyo huyo ni mtoto mmoja. Hivyo ndivyo tutakaa. Na wengine wakikuja. Hakuna wengine watakuja. Hakuna wengine watakuja. Niyo tu haita happen. Kwani utachukua wasichana wote ya dunia? Hawaishingi, warembo ni wengi. Like unajua it's funny hata mimi ati sasa nimeleta ati watu wamuone sijui nini. Ulikuwa useme hii maneno yote kama si daktari. Hata hapa Kenya imetuleta hapa ni pesa ya wenyewe. Nyinyi mmesema mko na hizo pesa. Ya pesa ziko. Pesa mimi ndalipa. Lakini Ken, hatutakaa hivi. You have to change. Unaonaje wewe? Tuongelee historia pesa cha tumaze pesa alafu ingine tutaenda tu solve tu kisisi kwa nyumba hivyo. Ingine tutaenda tu solve. Acha kunishangaza tafadhali. Acha tu tumalize historia pesa alafu ingine tutaenda kwa nyumba tuongee, tusolve maneno yote ishe. Alafu tutakuwa sawa. Ken, mimi huyu mtoto bado ni mdogo. Mtoto ananyonya. Unataka huyo mtoto akue aje? Tutakuwa saa zote na hizi makesi za ujinga hizi. Kesi haitakuwa tena. Lakini wacha nikwambie, unaona kama sio daktari, hii mambo yote ingejulikana. Juu sasa mimi nilikuwa nafikia tu ako tu na msichana wangu. Kumbe lakini sasa kama daktari alifanya nini ndio ametoboa hizi siri zote. Sikujua ni mambo ya wasichana Ken, na singekuja hapa. Ingekuwa kama si mambo ningejua ni mambo ya wasichana Ken, singekuja hapa na singetoa hizo pesa zangu. Nasema kama si baba mtoto, kama sio daktari, hii mambo yote ingejulikana. Nimekubali makosa yangu yote mpaka mwenyewe nimeamua turudishie Anne pesa zake ziishe, tumazane history ya Anne. Alafu sasa mimi nirudi na bibi yangu kwa nyumba hivyo solve hizi vitu zote ziishe. Usijali, pesa tutarudisha. Bifre. Sawa. Tutarudisha na hiyo mambo zingine tutaenda kusort out.
Ken ataenda kuniambia hiyo mambo yote. Na mimi Tiana ningesema ni asante kwa sababu kama sio daktari hii mambo yote ingejulikana. Sasa mambo imejulikana juu daktari sasa alisema kila kitu na imekuwa wazi. Sasa pia mimi nimefurahia. Kwa hivyo sasa hata kama Ann ako nitasimama kwa niaba yake. Kwa hivyo nimeshukuru sana daktari. Sawa, asante sana mama. By the way, nashukuru umemake kukuja. Unajua si wote wanakuwa na hiyo time ya kuparticipate juu ya mtoto wake. Unasema acha maybe I was niko busy hivi na hivi. So guys, stay tuned. At least mjue if tujue Anna anarudishiwa hizo pesa, mkwe na mimi ndo at least you witness everything. So guys, stay tuned till next time. Bye.